Okay, hii hapa nyingine tena. Picha linaanza, kuna huyu mshikaji anaitwa Morris akiwa na mke wake ambaye anaitwa Chioma. Morris ametoka kijijini, amekuja mjini kumtembelea rafiki yake ambaye anaitwa Frederick, ila sisi tutamuita Freddy. Mke wa Frederick anaitwa Caroline. Morris alikuwa amemwambia rafiki yake kwamba watakuja kukaa kwa siku chache tu, lakini cha kushangaza wamekuja na mizigo mingi kama ndo wamehama jumla, mpaka kinu wamebeba. Chioma alikuwa na wenge hatari. Baada ya kuingia ndani, alikuwa anashangaa kila kitu, yani mpaka TV anataka kuikumbatia. Frederick akawaambia kwamba twendeni niwapeleke chumba cha wageni. Morris akaona mke wake anataka kuharibu mambo. Shikilie kidogo basi, tuko kwa wageni hapa, tutavuruga mambo. Caroline alikuja kumkaba koo Freddy. Ulisema hawa watu wanakaa siku 4 tu, imekuwaje wamebeba vitu vyote vile mpaka vyombo vya jikoni? Inabidi uongee nao vizuri tujue mipango yao. Caroline hakutaka wageni kukaa muda mrefu. Mwamba ikabidi kukubali kwenda kuongea nao. Wakati huo Morris na Chioma wao wanafurahia tu kitanda kilivyo kizuri, chumba kisafi, maisha mazuri. Wakasema hapa hawawezi kuja na kuondoka haraka namna hiyo, inabidi wakaekae kidogo. Morris akasema Freddy ni rafiki yake kwa muda mrefu sana, kwa hiyo wana uhuru wa kukaa siku zozote wanazozitaka wao, hakuna atakayewafukuza. Kumbe muda huo Freddy na mke wake walikuwa mlangoni wanasikiliza. Chioma akamwambia mume wake kwamba hapa inabidi tukae mpaka tutakapojenga nyumba yetu wenyewe hapa mjini, kijijini haturudi. Kwa hiyo kama vipi, miaka 5 itawatosha kabisa. Huku nje Freddy na mke wake kusikia miaka 5 walishtuka. Kumbe hawa watu hawana mpango wa kuondoka. Caroline akasema kwamba hawa watu hawana mpango wa kuondoka, mpango wao ni kuishi na sisi milele, na hiyo kitu siwezi kabisa. Tafuta lugha yoyote uambie kwamba inabidi waondoke. Freddy akasema hakuna shida, atalishughulikia. Siku iliyofuata asubuhi, Freddy na Caroline walikuwa wanatoka kwenda kazini. Wakamkuta Chioma yuko busy anafanya usafi. Maana yake hapa yeye ndo amefika. Caroline akasema kwamba tunao watu wa kufanya usafi, lakini Chioma akasema wala haina shida, mambo madogo madogo haya anayamudu. Na una mpango kufanya hivi kwa muda gani? Chioma akasema kwamba haijalishi utakaa hapa kwa muda gani, hata kama ni miaka atafanya kila siku. Freddy akauliza mume wako naye yuko wapi? Chioma akasema yuko nje. Kutoka nje wakamkuta Morris naye yuko busy anaosha magari. Yaani asubuhi na mapema mtu na mke wake wamegawana majukumu. Kwa Freddy kila kitu kiko sawa, lakini Caroline hataki kabisa hizi tabia. Hataki wageni kukaa muda mrefu. Wakaondoka wakaenda kazini. Huku ndani Chioma akiwa anafanya usafi, akadondosha moja ya mapambo yaliokuwa mule ndani la thamani sana, likaanguka likavunjika pale pale. Okay, kama kawaida, hii ni movie recap kutoka The Scenes. Mimi ni Sam Rusasa. Kama bado hujasubscribe, gusa subscribe button, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili movie kali kama hizi zikufikie kwa wakati. Twenzetu. Chioma kaanza kulia, hii madamu ataniua. Lakini mume wake akamwambia usijali, haya yanazungumzika tu. Caroline alivyorudi aliwaka balaa. Unajua ni bei gani? Zaidi ya dola 500 za Kimarekani. Halafu unavunja kirahisi hivyo? Morris akaamua kubeba zile lawama. Akasema mimi ndo nimevunja, ili mradi tu kumlinda mke wake. Freddy akasema hakuna shida, mtanue lingine. Lakini wanawake walivyoondoka, Mwamba akamwambia Morris kwamba najua mke wako ndo amevunja, unamlinda tu. Caroline alikuwa na hasira sana. Alitaka Morris na mke wake waondoke mule ndani haraka sana, lakini Freddy aliendelea kuwakingia kifua. Upande huu Chioma alikuwa analia na yeye. Anasema Caroline amemfokea sana. Chioma ni kama mtoto, kitu kidogo tu yeye analia. Ikabidi Morris aanze kumbembeleza. Sasa usiku wa manane wakiwa wamelala, Chioma kaamka akashuka kitandani na akaanza kutembea. Lakini muda wote huo macho alikuwa amefumba. Kumbe Chioma ana tatizo la sleepwalking. Hili tatizo mtu akiwa nalo anakuwa anaamka, anatembea au anafanya vitu, lakini muda wote akiwa amesinzia. Chioma alitembea akaenda mpaka sebleni, halafu akasimama hapo akaendelea kukoroma. Caroline alikuwa anaelekea jikoni kutafuta maji ya kunywa. Akamkuta Chioma amesimama lakini anakoroma. Aliogopa sana, kwa hiyo ikabidi amfuate mume wake aje aone na yeye. Freddy alishtuka pia, ili likawa gumu kwake. Ikabidi akamwamshe Morris labda atajua nini cha kufanya. Morris alivyokuja wala hakushtuka, akamfuata mke wake, alafu akampiga bonge la busu. Na muda huo huo Chioma kafumbua macho, fahamu zikarudi. Akauliza nini kinaendelea. Morris akamwambia tatizo lako limekutokea tena. Na hapo ndo akawaelezea Freddy na mke wake kwamba mke wake ana tatizo la sleepwalking, japokuwa halitokeagi mara kwa mara. Caroline alifoka kwamba siku nyingine fungeni mlango wa chumbani kwenu, ili ikitokea yaishie huko ndani kwenu. Morris akamrudisha mke wake chumbani. Pamoja na hayo yote, Morris anampenda sana mke wake. Asubuhi ilipofika, Chioma akaja kuomba msamaha Freddy na mke wake. Akamwambia kilichotokea hakitawahi kutokea tena. Freddy akasema hakuna shida, kila mtu ana changamoto zake. Sasa asubuhi iliyofuata, mapema sana hata kabla watu hawajaamka, Chioma alikuwa zake yuko jikoni anatwanga mihogo yake kwenye kinu ili wapikie watu fufu. Kelele zilikuwa nyingi mpaka kamwamsha Freddy na mke wake. Caroline alikuwa analalamika kwamba yani tangu mmekuja hatuishi kwa amani humu ndani. Yani hatuwezi kulala kwa amani. Freddy akamwambia sitaki kusikia unatwanga vitu ndani kwangu.
lakini hata kabla hajatoka Chioma alikuwa tayari anaendelea. Chioma akamaliza shughuli zake za kupika, akawekea vitu mezani. Freddy na mke wake walikuwa wanakula kwa kutumia uma na kisu, unajua mambo ya kizungu. Lakini Chioma akaja na maji ya kunawa, akamwambia hii unakula na mikono. Freddy alivyokula ule msosi ilikuwa hatari, hajawahi kula msosi mtamu kama ule. Akasema wamuongeze na ikiwezekana wamfungie kingine aende nacho kazini. Mke wake alikuwa anamkata jicho hatari. Wao walikuwa wameshazoea kula mabaga, mapiza, ndo maisha yao. Freddy alivyoenda kazini, kazi zilikuwa zifanyiki. Muda wote akawa anamuwaza Chioma na zile nyama zake. Akasema yule mtoto nikimkamata yule. Akasahau kabisa kwamba ni mke wa rafiki yake. Freddy na mke wake muda mwingi walikuwa ni watu serious sana. Yaani mpaka weekendi kila mtu yuko busy kwenye simu yake amekaa ametulia. Chioma kaona hao watu na shida gani? Akaja akaanza kuwachangamsha pale. Akamwambia nyinyi wanandoa nyinyi, tatizo mmekaza roho sana. Caroline akamwambia usinifundishe jinsi ya kuishi na mume wangu wewe. Lakini Chioma wala hasikii. Freddy alikuwa anaenjoy sana vurugu za Chioma, lakini Caroline wala haelewi. Kadri siku zinavyozidi kwenda, Freddy alizidi kumuwaza sana Chioma. Yaani mpaka akiwa kazini mawazo yote yako kwa Chioma. Leo akiwa ofisini akaanza kuwaza kwamba kuna siku alitoka chumbani akamkuta Chioma yuko busy sebuleni anajaribu kutembea kama mwanamitindo. Amevaa viatu virefu, ameshikilia mkoba, anajaribu kutembea kama Misi. Japokuwa mambo ni magumu, anatembea kama miguu ina vidonda vile. Alivyomwona Freddy akashtuka, lakini Mwamba akamwambia hata usijali. Unajua kutembea vizuri sana. Nilikuwa nimekuja kuangalia TV hapa, lakini wewe ni TV tosha. Mwamba akakaa kwenye kiti akaanza kumwangalia anavyotembea. Chioma naye wala hana aibu, anatembea anaenjoy sana. Muda wote Freddy anaenjoy tu kuangalia zile nyamba zinavyotikisika pale nyuma. Alivyokumbuka hivyo akasema haiwezekani. Akamuita msaidizi wake ofisini kwake. Akamwambia aahirishe ratiba yake yote ya siku ya leo kwa sababu hata kuwepo ofisini. Jamaa akaondoka akarudi moja kwa moja mpaka nyumbani kwake. Na wakati huo hata saa 6 mchana haijafika. Huku ndani Chioma alikuwa amewaka. Ameweka dundo yuko anatikisa nyama. Freddy alivyoingia ndani jicho lilimtoka. Amekutana na vitu ambavyo hata siku moja mke wake hajawahi kufanya. Chioma aliomba msamaha kwamba anacheza ndani kwake muda huo, lakini Freddy alimwambia wala usijali, wewe kuwa huru. Chioma alivyoambiwa awe huru, uhuru ukapitiliza. Akamwambia njoo na wewe nikufundishe kucheza. Mwamba ikabidi aulize kwanza, mume wako yuko wapi? Chioma akasema mume wake ameenda kutafuta kazi. Aliposikia rafiki yake hayupo, akasema basi sawa, wewe nifundishe kucheza. Mshikaji akaanza kufundishwa kucheza, lakini lengo lake muda wote ni akamate tu zile nyama pale nyuma. Na amini usiamini, lengo lilitimia. Na wakati wote huo, Chioma yeye wala hana wasiwasi. Yeye anatikisa nyama tu. Sasa upande huu, Caroline alienda kumtafuta Freddy ofisini kwake waende kula chakula cha mchana. Lakini msaidizi wake akamwambia Freddy ameondoka tangu asubuhi na hata sijui ameelekea wapi. Caroline alishangaa kwa sababu hii sio kawaida yake. Jioni alivyorudi nyumbani, ikabidi aanze kuuliza, imekuwaje leo umeondoka kazini mapema sana? Freddy akasema kwamba kichwa kilimuuma sana. Kwa hiyo ikabidi aje nyumbani mapema kupumzika. Lakini ukweli anaujua mwenyewe pamoja na mimi na wewe. Usiku akiwa amelala, Freddy usingizi hauji. Muda wote anamuwaza Chioma. Na amini usiamini, jamaa alishindwa kulala. Akamwacha mke wake kitandani, akatoka kaenda paka kwenye mlango wa kina Chioma. Alivyofika mlangoni, akamsikia Chioma na Morris wanaweweseka tu. Maana yake wako wanatimiza majukumu yao ya ndoa. Mshikaji mzuka ukampanda. Akimcheki Dula amevimba pale haelewi. Akawa hajui afanye nini. Ile ikabidi tu arudi chumbani kwake. Kulala hawezi. Ikabidi tu akae. Usiku ulikuwa mrefu sana huu. Baada ya hapo akaona akimwendekeza huyu Chioma atakuja kuharibu mambo. Asubuhi akiwa anatoka kwenda kazini, Chioma alikuwa anafanya usafi. Chioma akamsalimia vizuri sana Freddy, lakini Mwamba hakuitikia. Akapitiliza moja kwa moja kwenda kumpiga mabusu mke wake. Chioma akarudia tena kusalimia. Zamu hii akafokewa, achana na mimi wewe, angalia maisha yako. Alafu Mwamba katoka kaondoka zake. Caroline akamfuata Freddy nje. Akamuuliza vipi? Kwani kuna shida gani? Mbona unasalimiwa uitikii? Shikaji akasema hapa ni nyumbani kwangu. Hakuna mtu yoyote analazimisha mimi kuitikia salamu ya mtu. Kama sijisikii basi sitaitikia, alafu achana na huyo mtu. Jamaa kaondoka kaenda zake kazini. Caroline aliona kabisa hapa kuna shida na kuna vitu hajaambiwa. Huku ndani Chioma naye alikosa amani. Mume wake alivyotoka ikabidi aulize, kwani umegombana na rafiki yako? Hapana. Kwani shida ni nini? Chioma akasema nimemsaribia madam ameniitikia. Lakini Oga amekataa kuniitikia. Morris akasema kwamba achana nao. Inawezekana wamegombana na mke wake au na mambo yake tu ya kazini. Basi kabla Morris hajaondoka, mke wake akampigia maombi mazito. Baada ya hapo akaondoka kaenda kazini. Upande huu Freddy alikuwa na mawazo mengi sana. Yaani kazi haziendi na hajui afanye nini. Muda wote anamuwaza Chioma. Amejaribu kumtoa kichwani lakini kichwani hatoki. Msaidizi wake kaja akamwambia kwamba wateja wako wako na kusubiri chumba cha mikutano. Freddy aliwaka balaa. Akasema waambie waondoke. Sina muda wa kuonana na mtu leo. Msaidizi wake akamwambia kwamba nikiwaambia waondoke tutakuwa tunapoteza hela, lakini Freddy hakujali. Akasema mimi ndo bosi hapa na mimi ndo mwamuzi wa mwisho. Baada hapo Mwamba kaondoka karudi zake nyumbani. Na hiyo ilikuwa ni asubuhi bado. Muda huo Chioma alikuwa zake jikoni anaandaa fufu. Mwamba akasema leo hakujisikia kukaa kazini. Kwa hiyo amekuja ili amfundishe kupika.
Chioma akasema hakuna shida, yale yote yaliyotokea asubuhi ameshayasahau. Muda wote anacheka na hana shida na mtu. Basi darasa la mapishi likaanza bila tatizo. Mchana ilivyofika kama kawaida, Caroline akaenda kumtafuta mume wake kazini ili wakale chakula cha mchana. Lakini na leo pia akaambiwa mume wake ameondoka mapema sana. Yaani hakukaa hata nusu saa na haijulikani ameenda wapi. Leo Caroline machale akamcheza. Akaamua muda huo huo kuelekea nyumbani. Alivyofika akakuta gari ya mume wake ipo, ikabidi amuulize mlinzi kwamba huyu mwanaume amerudi hapa saa ngapi. Mlinzi akamwambia amerudi mapema sana tangu asubuhi. Caroline akaingia ndani. Ndani alikuta paka ukimya, kwa hiyo akapitiliza moja kwa moja mpaka jikoni. Huko jikoni Chioma na Freddy walikuwa wako wanaosha vyombo. Muda huo jamaa alikuwa anatafuta kila njia ilimradi tu aushike mzigo. Humu ndani kuna nzi kweli kweli. Muda huo anashika mzigo kufukuza nzi. Chioma naye hana wasiwasi, yeye ni kucheka tu. Muda huo huo Caroline akaingia akamkuta Freddy yuko anashika nyama za Chioma. Chioma hakuwa na wasiwasi, akamkaribisha vizuri sana. Lakini Caroline wazimu ulimpanda. Mnafanya nini nyinyi? Kwa hiyo muda wa kazini uko hapa unacheza cheza tu na huyu mwanamke wa kijijini. Unamtaka Umesahau kwamba ni mke wa rafiki yako. Freddy akaona mke wake naye amepitiliza. Akamwambia unataka tuongee? Haya tuongee sasa. Wewe mwanamke unaboa. Yaani muda wote umekaza tu. Yaani hatuna muda wa kuenjoy hata kidogo. Muda wote uko serious hata kucheka huwezi. Ukikaa vizuri unaweza kujifunza vitu vingi sana kwa Chioma. Mwamba alikasirika akaondoka pale. Akamwacha mke wake anapiga kelele. Kaa mbali na mume wangu na kuonya. Yaangalie sana. Muda sio mrefu Morris akaingia. Akuta lile valangati linaendelea. Caroline akamwambia Morris kwamba muangalie sana mke wako, asiniingilie. Baada ya kuelezwa kila kitu, Morris akamwambia mke wake kwamba mimi nakuamini wewe. Hayo maneno yao watajuana wenyewe. Sasa kuanzia hapo, Freddy alipunguza kabisa ukaribu na mke wake. Leo mke wake akija kumchukua waende wakale chakula cha mchana, mshikaji akasema yuko busy na kazi na kama vipi aanze kujifunza kwenda kula peke yake. Mambo yalikuwa yamebadilika. Sasa usiku, Freddy alikuwa anatoka chumbani anakuja sebleni. Sebleni Chioma alikuwa amelala kwenye kochi, nyama zinaelea juu. Chioma kastuka. Vipi mkuu, unahitaji chochote nikuletee? Freddy akasema ndio, kuna vitu nahitaji unipe, lakini pia na mimi kuna vitu nataka nikupe. Freddy akaamua kufunguka ukweli kwamba siwezi kuficha tena. Mimi nimekuelewa na nakupenda. Wewe uko sawa kweli au unaumwa? Umesahau kwamba mimi ni mke wa rafiki yako? Freddy akasema ndio najua. Cha msingi wewe omba talaka na mimi nitampa talaka mke wangu. Baada ya hapo mimi na wewe tunaoana. God forbid, hiyo haiwezekani kabisa. Mimi nimeolewa na mume wangu kwa sababu nampenda. Wewe una mke wako. Freddy akaamua kupiga magoti. Akasema unaona, niko serious. Mimi nina hela, mimi nina dola. Nitakupeleka sehemu yote duniani unayotaka. Huyu mume wako tutampa hela akae pembeni. Lakini bado Chioma akakataa. Muda sio mrefu Caroline akaja akuta lile valangati linaendelea pale. Kelele zilikuwa nyingi, Freddy naye akaja. Chioma akamkimbilia mume wake akasema kwamba huyu anataka kunikula huyu. Morris alikasirika. Yaani unataka kutafuna mke wangu? Mwamba akasema hapana, sitaki kumtafuna. Nataka nimuoe kabisa. Sababu ndio shampenda hivyo. Na muda huo Caroline alikuwa pembeni. Morris alikasirika sana. Akasema muda huo huo wanaondoka. Walienda wakafungasha mizigo yao tayari kwa kuondoka. Freddy alijaribu kuwaomba sana wasiondoke, lakini Morris alikataa. Akamkumbusha maneno aliyomwambia kabla hajamuoa Chioma. Siku aliyoenda kumtambulisha, Freddy alimwambia Morris kwamba huyu mwanamke ni mshamba hata kufikisha popote. Tafuta mwanamke wa mjini. Lakini Morris akasema kwamba ndio anamuoa huyo huyo. Kwa hiyo unataka kumuoa mwanamke mshamba Morris na mke wake wakaondoka. Kumbe Caroline naye alikuwa amewaka. Akachukua mkoba wake halafu akamwambia Freddy kwamba nimewapigia simu watu wa kuhamisha vitu. Kesho watakuja kuijia vitu vyangu vilivyobakia. Naye akaondoka. Mwamba akawa ameharibu kote kote. Baada ya hapo mshikaji alikuwa anajipiga mitungi muda wote. Tayari amevuruga. Lakini baada ya muda Caroline akamwonea huruma. Ikabidi arudi nyumbani. Akamwambia yuko tayari waanze upya. Waachane kabisa na haya mambo ya uzungu. Basi wakasameheana, penzi likarudi kwa kasi, maisha yakaendelea. Sasa hapa ndo movie inaishia. Movie ni kali sana. Link ya movie nimekuwekea kwenye description. Sasa kwenye comments utaniambia, wewe unapenda mapenzi ya uzungu mwingi au unataka akili mweke pembeni mfate hisia peke yake? Usiache kulike na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu bila kusahau kubonyeza alama ya kengele ili kila ninapoweka movie kali kama hizi wewe uwe wa kwanza kuzipata. Lakini pia jiunge na group letu la WhatsApp ili uwe wa kwanza kupata movie recaps zetu kila tunapoweka. Link ya group ipo kwenye description. Lakini pia unaweza kutuma neno niunge kupitia hii namba na moja kwa moja utakuwa karibu zaidi na familia ya The Scenes. Usiache kulike na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu bila kusahau kubonyeza alama ya kengele ili kila tunapoweka movie mpya wewe uwe wa kwanza kuipata. Lakini pia usiache kuangalia video zetu zilizopita na zinazokuja. Mimi ni Sam Rusasa na hii ni The Scenes.